gerezani kwa sababu ya tarehe 29 tu. Moyo unaonong'ona sheria, Tundu Lissu na utawala ujao wa haki. Ukimtazama Tundu Lissu akitabasamu, unaweza kuzani ni mtu anayefurahia maisha ya kifungo. Lakini ukisikiliza kimya cha macho yake, unasikia maneno mazito kuliko tabasamu lake. Tabasamu hilo ni kama pazia la jua linaloficha mawingu ya huzuni ndani yake. Moyo wake unaongea na historia, unaongea na taifa, unaongea na Mungu wa haki. Moyo wa Tundu Lissu ni moyo uliotengenezwa kwa moto wa maumivu, lakini haukuyeyuka, uliimarika zaidi. Ni moyo ulioona giza la uonevu, lakini bado unauamini mwanga wa kesho. Bado wapo wanaosema Lissu ni mwanasheria, wengine humuita mwanasiasa, lakini kwa macho ya kiroho ya taifa, yeye ni alijori ya haki. Mfano hai wa mtu anayeamini kuwa sheria si maneno kwenye karatasi, bali ni pumzi ya uhai wa raia. Lissu amevumilia mengi: risasi, kashfa, kifungo, mateso na upweke wa seli baridi. Lakini kila kipigo kimekuwa ni somo jipya katika kitabu cha maisha yake. Hata wakati damu ilipotiririka, moyo wake haukupoteza matumaini. Aliamini katika kauli yake ya kale ya Kihaya: "Omoyo oguta kutambula teku ya malano." Moyo usiosimama kutembea haupotezi pumzi. Ndiyo maana hata akipotezwa kisiasa, anatabasamu. Tabasamu hilo ni kama ishara ya kiapo kwamba haki kinyamazishwa leo, kesho italilia kwa sauti kubwa zaidi. Ndani ya tabasamu hilo kuna sauti ya ukimya, ikisema kwa upole: Tanzania, bado hujachelewa kujirekebisha. Lissu anaelewa kwamba gereza si adhabu, ni chumba cha tafakuri. Ni sehemu ambapo roho ya kiongozi inajaribiwa kama dhahabu katika moto. Wengine wakifungwa hujifunza chuki, yeye amejifunza msamaha. Wengine hujifunza kulipiza kisasi, yeye amejifunza kujenga upya. Na hapo ndipo moyo wake unazungumza mengi zaidi ya maneno. Unaongea kwa lugha ya historia, kwa sauti ya vizazi vijavyo. Kila taifa linahitaji mtu mmoja wa kubeba msalaba wa uhalisia wake. Kwa Tanzania, huenda huyu ni Lissu. Mateso yake yamekuwa kioo cha mateso ya wananchi wengi walionyimwa haki, waliosahauliwa, walionyimwa sauti. Moyo wake umejawa na hasira takatifu, hasira ya kuona taifa likibadilishwa kuwa meza ya wachache. Hata hivyo, hasira hiyo si ya uharibifu, bali ya ujenzi. Ni hasira inayotaka kuona sheria na kuwa kimbilio na si mtego. Lissu anajua vizuri kuwa taifa lisilo na sheria ni kama mto usio na kingo. Maji yake hufurika na kuharibu mashamba. Ndiyo maana moyo wake unasisitiza: lazima tuweke kingo za haki, kingo za uadilifu, kingo za uwajibikaji. Bila hivyo, tutakuwa tunazalisha viongozi, si viongozi wa kweli, bali watawala wa hofu. Ikiwa siku moja wananchi wataamua kusimama na kudai haki zao kwa amani, na sio kwa fujo, bali kwa imani, basi historia ya Tanzania itageuka. Maandamano hayo yangekuwa kama mlango wa karne mpya ya kisheria. Hapo ndipo sauti ya moyo wa Lissu itapata jibu, kwa sababu yeye amekuwa akiita si kwa bunduki, bali kwa hoja; si kwa vitisho, bali kwa maadili. Methali husema, maji hayapandi mlima, ila haki hupanda ukuta. Haki ikishikamana na umma, hakuna kizuizi kinachoweza kuizuia. Na kama upepo wa mabadiliko utavuma na hatimaye Lissu akapata nafasi ya kugombea na kushinda urais, basi tutashuhudia taifa linaloinuka kutoka kwenye magofu ya hofu hadi kwenye jengo la haki. Serikali chini ya uongozi wa Lissu haitakuwa serikali ya maneno matamu, bali ya misingi imara. Huko sheria itakuwa mama na baba wa kila raia.
Mahakama zitakuwa huru kama upepo wa mlima, hazitafungwa minyororo ya kisiasa. Polisi watakuwa walinzi wa wananchi, si watendaji wa vitisho. Bunge itarejeshwa kwenye nafasi yake ya kuwa jicho la taifa na si kivuli cha watawala. Katika serikali hiyo, mtu haogopi kusema ukweli kwa sababu ukweli hautakuwa kosa. Vyombo vya habari vitakuwa taa za nchi, si moto unaowasha hofu. Elimu ya sheria itafundishwa si kwa maneno, bali kwa vitendo. Kiongozi akikosea anawajibishwa bila heshima ya cheo. Kila kiongozi ataishi kwa kanuni ya sheria kwanza, mimi baadaye. Kila raia ataamini kuwa haki si zawadi, bali ni wajibu. Hapo ndipo taifa litaanza kuota mizizi ya kweli ya utawala wa sheria. Sheria haitakuwa tena silaha ya wenye nguvu, bali kimbilio la wanyonge. Tundu Lissu si mtu wa maneno mepesi, anazungumza kama mtu anayejua bei ya ukweli. Kila hoja yake ni kama jiwe lililopigwa msasa na uzoefu. Anajua fika kuwa uongozi wa kisheria si maelezo mazuri kwenye hotuba, bali ni mfumo wa maisha unaoleta uwiano kati ya mamlaka na utu. Kiongozi wa aina hii anaamini kwamba kiti cha urais si taji la fahari, bali ni mzigo wa kuhudumia watu. Kwa hiyo, iwapo taifa litaliachia mikononi mwake, tungetegemea kuona marekebisho ya kweli, si ya juu. Katiba mpya ingekuwa kipaumbele. Haki za binadamu zingeheshimiwa kwa vitendo, na wajibikaji usingekuwa msemo wa kampeni bali desturi ya serikali. Methali ya Kiswahili husema, mti ulionyoka hauhitaji kamba ya kumshikilia. Hivyo ndivyo serikali ya kisheria inavyotakiwa kuwa. Ikiwa na misingi imara, haihitaji hofu wala mabavu ili isimame. Tanzania chini ya utawala wa kisheria ingekuwa kama shamba lililopandwa mbegu bora baada ya miaka ya ukame. Sheria zingepuliza upepo wa uhai katika taasisi zote. Hata viongozi wa vijiji na kata wangejifunza kwamba mamlaka si vibali vya kuwanyanyasa watu, bali ni wajibu wa kuwatumikia. Watoto wangefundishwa tangu shule ya msingi maana ya haki, na walimu wangefundisha kwa mfano na si kwa uoga. Vyombo vya habari vingeandika kwa uhuru, wanasiasa wangehoji bila uoga, na wananchi wangekuwa huru kutoa mawazo yao. Kwa namna hiyo taifa lingekuwa na heshima mpya. Mataifa mengine yangesema Tanzania si nchi ya madini tu, bali ni nchi ya sheria. Kuna msemo wa Kifaransa usemao, la justice est le cœur du peuple libre. Haki ndiyo moyo wa taifa huru. Na katika safari ya Tanzania kuelekea uhuru wa kweli, moyo wa Tundu Lissu umejipambanua kuwa kioo cha dira hiyo. Ni moyo unaosema kwamba haki haitolewi kama zawadi, bali inatawaliwa kwa ujasiri. Uongozi si faida, bali ni dhamana. Sheria si silaha ya kuumiza, bali ni ngao ya kuwalinda wote. Hivyo tabasamu lake halina maana ya furaha tu, ni alama ya matumaini. Ni tabasamu la mtu anayejua kwamba giza halidumu, kwamba jua la haki litachomoza tu hata likichelewa. Tundu Lissu anaweza kuwa gerezani leo, lakini historia haina milango ya kufuli. Wakati mwingine gereza linazalisha viongozi wa kweli, kama Nelson Mandela alivyotoka gerezani na kuandika upya historia ya Afrika Kusini. Huenda Tanzania nayo iko kwenye ukingo wa safari kama hii, na kama wananchi wataamua kutembea kwenye njia ya haki, basi Lissu ataandika ukurasa mpya wa taifa letu, ukurasa wa serikali ya kisheria, serikali ya usawa na serikali ya utu. Kwa maana kama ilivyoandikwa kwenye Biblia, haki ikitendeka taifa hunyanyuliwa, na kama ilivyosemwa na wazee wetu, moyo wa mtu mwema hujenga kijiji. Hivyo basi, moyo wa Tundu Lissu, huu moyo unanong'ona sheria, unaweza ukawa ndio moyo utakaojenga taifa jipya, taifa linalosimama kwa haki, linaongozwa kwa sheria na linaloishi kwa amani. Sikiliza Tanzania,
Sikiliza sauti inayotoka gizani, sauti ya moyo uliojeruhiwa lakini haukukata tamaa. Sauti hii haijaja kulalamika, imekuja kukumbusha kuwa uhuru si zawadi, ni haki inayolindwa kwa ujasiri na imani. Nilifyatuliwa risasi, lakini sikufa. Nilifungwa, lakini sikupoteza uhuru wa mawazo. Kwa maana uhuru hauishi kwenye milango ya gereza, huishi kwenye nafsi ya mtu anayeamini katika kweli. Wamejaribu kunyamazisha sauti yangu, lakini hawakuweza kunyamazisha moyo wangu wa haki. Kwa sababu moyo wangu wa haki ni kama jua, hata ukilifunika kwa mawingu, mwanga wake utapenya kwenye ufa mdogo wa anga. Tanzania, usiogope kupaza sauti yako, usiogope kutetea ukweli. Sheria si adui wa serikali, sheria ni rafiki wa kila mtu anayetamani amini amani ya kweli. Kumbuka, amani si ukimya wa woga, ni uwiano wa kweli na heshima. Na haki ikicheleweshwa bado ni farasi anayekimbia. Itafika tu, hata kama njia ni ndefu. Nitoke, nifunguliwe au nibaki gerezani, moyo wangu utabaki nje, ukipiga kwa mapigo ya wananchi wanaoamini kuwa taifa hili linaweza kuwa bora zaidi. Na siku ile ikifika, siku ambayo Watanzania watasema inatosha, na mikono ya wanyonge itanyanyuka kama wingu la mvua, basi mvua ya haki itanyesha juu ya nchi hii. Itanyesha juu ya Arusha na Mbeya, juu ya Dodoma na Mwanza, juu ya kila kijiji na kila mtaa. Na hapo sitakuwa rais wa jina, bali kwa moyo wa taifa lililoamua kusimama kwa miguu ya sheria. Kwa hiyo nasema, msiniombe ninyamaze, maana ukimya ni makubaliano na uovu. Msiniogope, kwa maana siogopi kwa ajili yenu, na msinisahau, kwa maana ndani ya moyo wangu nimewahifadhi ninyi wote, kama taifa linalosubiri jua la haki kuchomoza. Haki ni nuru, na nuru ikiwashwa hakuna giza litakalodumu.